sasa nipende kuchukua nafasi hii kukaribisha mheshimiwa mgeni rasmi. Uje hapa mbele tuweze kusikia maneno yako mawili matatu na kupata blessings zako. Karibu sana. Kama tunavyofahamu tunaambiwa muomba Mungu si mtovu. Hivyo nianze kwa kumshukuru sana Mola Rahim, Karim na mtukufu, mwingi wa fadhili na pekee, mwenye kuhimidiwa kwa kutujalia sote kuwepo hapa tukiwa na afya, amani na furaha ya kuungana katika tukio hili adhim na dawamu. Nitambua uwepo wa ndugu yangu Ali Asgar Mukaddam, ndugu Munir Bakhresa, Aziz Salim, ndugu Ramesh, ndugu Hussein Sufiani, wakurugenzi wote ambao mko hapa, na kipekee MC wetu ndugu yetu Rehema Salim, ambaye sisi Wizara ya Viwanda na Biashara tunamtambua kwa umuhimu pia wa pekee, kwa sababu tulikuwa na matukio kadhaa siku kadhaa zilizopita, na yeye alikuwa ni mshindi wa kuandika vizuri au kuandaa makala kwa ajili ya mambo ya viwanda na biashara, na anatoka Azam. Pigeni makofi mengi. Baada ya kutambua wote, na pia nitambue sana viongozi wote kama nilivyosema Bakhresa Group, wawakilishi wa sekta ya umma na binafsi, wadau wa viwanda, wageni waalikwa, waandishi wa habari, watumishi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Kwa heshima kubwa na moyo wa shukrani, nami nachukua tena fursa hii kuwapongeza kwa dhati kampuni ya Bakhresa Group kupitia chapa yake Azam, kwanza kwa kufikisha miaka 50 ya utumishi bora, ujasiri wa kiuchumi na ubunifu wa kizalendo. Leo tunashuhudia tukio hili lisilo la kawaida. Sio tu uzinduzi wa kifungashio kipya cha Azam Ngano Bora, bali sherehe ya nusu karne ya historia ya mafanikio ya taifa. Hongereni sana. Na mimi najiona pia ni mwenye bahati, kwa sababu kushuhudia jambo hili la miaka hii nikiwa pamoja nanyi, kwa kweli ninayo budi kubwa kuwashukuru pia kwa mwaliko wenu na kuweza kuhudhuria pamoja nanyi. Mabibi na mabwana, miaka 50 sio jambo dogo. Wengi huanza, wachache hudumu. Lakini Azam imethibitisha kuwa aliyeshika mkuki kwa ushujaa siku zote ndio uvika ushindi wa heshima. Hongereni sana. Katika kipindi cha nusu karne, Azam haikuyumba mbele ya dhoruba za kiuchumi, changamoto za soko la dunia, wala ushindani wa kibiashara. Azam imeendelea kusimama imara kama mnara wa matumaini kwa Watanzania na majirani zao. Na hapa kwa sisi Waswahili tuna methali tunasema kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka, na maono ya mwanzilishi mzee wetu Said Salim Awadh Bakhresa bado yanaishi ndani ya bidhaa na huduma zenu. Na pia husemwa kwamba kinga ya moto ni moto. Katika mazingira ya ushindani mlijenga ubora kuwa silaha yenu, na leo mnang'aa barani Afrika. Kampuni ya Azam, ndugu zangu, imekuwa nguzo ya maisha ya kila siku ya familia nyingi za Watanzania. Kwa miongo mitano, unga wenu wa ngano umekuwa sio tu chakula, bali alama ya uthabiti, ubora na uaminifu. Na hapa pia ningependa kutoa pongezi zangu za dhati kwa unyenyekevu na heshima kubwa, kumpongeza kwa dhati mzee wetu Said Salim Awadh Bakhresa, ambaye ndiye muasisi wa Bakhresa Group, ambaye si tu kwamba alianzisha kampuni, bali aliamsha ari ya taifa kujitegemea kupitia uzalishaji. Nyinyote mnafahamu katika dunia ya leo yenye mabadiliko makubwa ya kiuchumi, si rahisi kumpata mtu ambaye kwa mikono yake mwenyewe, kwa maono yake na kwa nidhamu ya hali ya juu ameweza kujenga taasisi imara kwa kipindi cha miaka 50 mtawalia, bila kuyumba, bila kuchoka na bila kubadilika katika misingi ya maadili na uzalendo. Methali ya Kiswahili inasema mchuma janga hula na wakwake, na mchuma neema hulisha taifa. Kwa mantiki hii mzee Bakhresa amechuma neema kwa juhudi na jasho, na leo hii mamilioni ya Watanzania wanalishwa, wanaajiriwa, wanahudumiwa na hata wanajifunza kupitia ndoto aliyoianza kutoka kwenye mgahawa mdogo mwaka 1975. Mzee Bakhresa si tu mfanyabiashara, ni kiongozi mkimya anayesema kupitia matokeo. Ameonyesha kuwa huna haja ya kelele ili uandike historia. Unahitaji maono, moyo wa kuhimili changamoto na wito wa kuacha urithi imara. Kwa niaba ya serikali tunasema mzee wetu huyu mtufikishie salamu, aliyechagua kujenga badala ya kulaumu,
kuwekeza badala ya kunung'unika, tunampa moyo, endelea kuwa taa ya kuonyesha njia. Kwani tunashuhudia kupitia yeye kwamba aliyeshika jembe mwanzo ndio huvuna mapema, na leo tunaona mavuno yake. Ndugu zangu, katika kuhimiza mazingira bora ya biashara na uwekezaji, tulisikia hapa ndugu yangu Sufyan wakati anazungumza. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa awamu ya 6, mara kadhaa amenukuliwa akisema kuhusu mambo ya kushirikiana serikali na sekta binafsi. Na nukuu moja ambayo alitoa kwenye kongamano la siku ya uwekezaji mwaka 2023, alisema tunahitaji sekta binafsi iliyo bora, yenye maadili, inayojitokeza kama mshirika wa kweli wa serikali katika kujenga uchumi jumuishi. Mwisho wa kumnukuu. Kauli hii ndugu zangu inaonesha msimamo wa serikali ya awamu ya 6 kuwa sekta binafsi kama Bakhresa Group ni mshirika wa maendeleo na sio mshindani. Serikali iko tayari kuwa bega kwa bega nanyi katika kila hatua ya safari ya maendeleo. Na leo hii tunapojumuika kushuhudia tukio hili, tunathibitisha kwa vitendo kuwa dira ya serikali haibaki mezani. Inatekelezwa, inaungwa mkono na inazaa matunda. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, leo hii Azam haijabaki kuwa tu bidhaa ya nyumbani. Imegeuka kuwa chapa ya kikanda yenye uso wa Kitanzania. Ikiwa na uwepo katika Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Msumbiji, Afrika Kusini, Zimbabwe, Azam haitangazi biashara tu, bali inaitangaza Tanzania. Tuliambiwa kwenye methali kwamba mcheza kwao hutuzwa, lakini Azam imevuka mipaka ya kwao. Sasa Azam mnacheza kote kokote kule Afrika Mashariki na Kusini, na bado mnatuzwa, na hii ndugu zangu ni fahari ya taifa letu. Kwa kila bidhaa inayovuka mpaka, kwa kila mfuko wa unga unaowekwa mezani kwenye familia ya Afrika, Azam inaacha alama ya Tanzania, alama ya nidhamu ya kazi, maadili ya biashara na roho ya ubunifu. Tumeona hata nembo yetu ilivyokuwa nzuri, inavyovutia, ambayo hata kama mtu ameambiwa usitumie ngano kwa sababu ya maradhi, lakini akiona nembo angalau anapata matumaini makubwa sana ya afya na uzima wake. Kwa hiyo kwa miaka 50 mmeweka mfano wa kuigwa, ubunifu katika bidhaa na vifungashio, uendelevu katika viwanda na nishati, uwajibikaji kwa jamii kwa kutoa ajira na huduma za kijamii. Kifungashio hiki cha Jubilee si bidhaa tu ya soko, ni zawadi ya heshima kwa familia zote mlizozihudumia kwa miaka mingi, na ni kiapo kipya cha kuendelea kuwa pamoja nazo kwa miaka mingine 50 ijayo. Ndio maana tunasema aliye na macho haambiwi tazama. Watanzania wameshuhudia wenyewe thamani yenu. Leo mnaiweka hadharani kwa rangi, alama na historia. Hongereni sana. Katika ulimwengu wa sasa ambao unabadilika kwa kasi, mlio wengi mnatafuta namna ya kujipanga upya. Lakini Azam haijachoka, imejifunza, imebadilika na bado inaendelea kuunda kesho mpya kwa Watanzania na Afrika. Wito wangu kwa Watanzania na sekta binafsi, napenda kutumia fursa hii kuwatia moyo wawekezaji wengine wa ndani na waeleza kwamba jifunzeni kutoka kwa Azam. Kwa kuamini maono, kuwa waadilifu na kuwekeza ndani ya taifa, ndoto yote ya uchumi wa viwanda inaweza kutimia. Kwa serikali, dhamira yetu ni moja tu: kuimarisha mazingira rafiki kwa biashara, kulinda wazalishaji wa ndani na kujenga taifa la viwanda kwa vitendo. Na kwenu Azam, ujumbe wetu ni huu: endeleeni kuwa taa inayoangazia wengine. Na kama tujuavyo, nyota njema huonekana asubuhi. Azam ilikuwa nyota hiyo miaka 50 iliyopita, na leo ni jua linaloangaza bara zima. Hongereni sana. Hitimisho, mabibi na mabwana, miaka 50 ya Azam ni ushahidi wa kile tunachoweza tukiamua, na ni mwanga wa matumaini kwa kizazi kijacho, na ninatamani miaka mingine 50 ijayo izae matunda makubwa zaidi katika uzalishaji, ajira, ubunifu na sifa ya Tanzania kimataifa. Mwisho kabisa ni waahidi kwamba salamu ambazo mmezitoa, na huu ni mwanzo, najua mwezi wa 8 tutakuwa na tukio kubwa zaidi, na mimi kwa niaba yenu kama balozi wa tukio hili la leo, na waahidi tamweleza mambo haya makubwa
yaliyotokea. Tutafikisha salamu kwanza kwa Mheshimiwa Rais ambaye anawapenda sana Azam, na pia uongozi wangu wa wizara kwa maana ya Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu na watumishi wote. Na mjue tu kwamba ushirikiano wetu ni dhahiri na wakati wote tutaendelea kushirikiana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Azam Group, Mungu ibariki miaka 50 ya uaminifu, ubora na uzalendo. Asante sana kwa kunisikiliza. Naam, asante sana, tunakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Tunakushukuru sana kwa speech hiyo muhimu sana kwetu.